Kisha na misumari. Baba yake hakujua zitamsulubisha na watu wote. He's just a carpenter. Wakasema. Wewe ni mkali sana. Wapi Umeangusha mistari hapa mpaka nikashangaa. Unajua wakati huo yani bado mwili ni wastani. Unamaanisha kwani sasa mwili umeongeza kidogo? Kwani ni miaka mingapi iliyopita? 11. 11. Kumbuka tu nikiimba huu wimbo nikidance hivi. So kwa hivyo hata ulikuwa unaupenda sana hadi sasa. Nafurahi kusikia hivyo. Uko wapi siku hizi jamani? Wakenya wanauliza ulizama, ulikazama jamani, ama kipawa kilisha? Kipawa kipo. Nadhani kundi kidogo, unajua kuna ile nasema msimu. Tukawa kwa hiyo msimu ambao watu wanaoa, labda watu wanapata shughuli tofauti. Alafu tukawa tumeenda Marekani. Na kwa kipindi hiyo kuna wale walibakia kule. Kuna sisi ambao tukarudi, mimi na mwenzangu Kaberere ambaye alituacha 2014. So kukawa na hizo panda shuka kidogo, alafu pia naweza sema ni kama watu wakakuwa na mtazamo tofauti. Wengine wakataka kufanya biashara, mimi nikataka kufanya huduma. So nipo lakini sio. Maana unafanya huduma ina gani? Nafanya mchungaji. Kwa sasa hivi. Bwana sifiwe. Amen. Natumikia kanisa Limuru. Pale Limuru town tuna kanisa inaitwa Destiny Chapel, ambayo kwa mwezi ujao, mwezi wa 7. Mwezi ujao, mwezi wa 7 tutakuwa na mwaka mmoja tangu tuianze pale. Lakini kabla ya kuwa pale nilikuwa bado natumika kwa kanisa ingine tofauti tu. Ina maana kwamba hata kanisani wewe huimba? Naimba lakini unakuza sana uimbaji kanisani. Najaribu kabisa. Najaribu kwa sababu kuna sehemu fulani ndani yangu ambayo uimbaji upo. Naipenda kama mziki. So kama kunao watu ambao wana kipaji cha mziki, najaribu sana kadri ya uwezo wangu kuweza kuisukuma iweze kutokea ama kuonekana. Na mlikuwaje mkakuja pamoja na mkaimba hasa huu wimbo wa Fundi wa Mbao? Tulikuwa vikundi viwili. Tulikuwa Jogsi, mimi na Kaberere. Alafu kukawa na Gospel Fathers, maybe unaweza kukumbuka, Sina Madeni. Hasa tukawa tumeanza kushiriki pamoja. Na kwa wakati ule ilikuwa ni ngumu sana wimbo mziki wa injili kukubalika. Hata kwenye stesheni ilikuwa ni stesheni chache sana zinacheza wimbo wa injili. So tukaona kwamba hawatukubali. Kwa hivyo sisi tushikane pamoja, kwa hivyo tuwe na nguvu mpya. Kwa sababu tukishikana itakuwa ngumu sana wao sasa kutukataa. So pale ndio tukaja tukapatana pamoja, alafu tukawa tunashiriki kanisa moja ambayo ilikuwa ni FEM, Faith Evangelistic Ministry. Na hapo ndio tukapatanishwa, tukawa na maono yetu ikawa ni moja. Sasa tukaleta vichwa pamoja, tukaamua mbona tusifanye album moja ambayo itakubalika. Na mbona Fundi wa Mbao kwa zote? Fundi wa Mbao haswa kwanza na nini? Kwanza kabisa nadhani lazima kwanza niseme ni marehemu Kaberere ambaye aliandika. Na haswa katika hata sio Fundi wa Mbao lakini nyimbo zetu zote tulikuwa tunajaribu jinsi ya kuchukua maisha ya kawaida alafu unailinganisha na jinsi Biblia inavyozungumza. Kwa sababu tulikuwa tunalenga vijana. Kwa hivyo tungetaka tutumie lugha ambayo wataielewa. So hapo ndio ubunifu wa Fundi wa Mbao ukaja. Kwa sababu tulikuwa tunatafuta njia ambayo itakuwa rahisi kuwafikia na kwa ujumbe ambao wataielewa kwa urahisi. Kifo cha Kaberere kwa sababu nilizungumzia kiliwaathiri vipi? Hasa wewe ambaye ulisalia hapa. Sana. Unajua siku zote mimi nasema Kaberere alinisaidia kwa vitu vingi sana. Kwa mavazi, kwa ushauri, kwa vitu mingi sana. Na hata si kwangu tu na kwa kundi nzima. Alikuwa na kipawa ambacho tungeingia studio pale kufanya recording, ungepata kwamba Kaberere ni mtu anajua sauti ambazo anataka ziwe kwenye wimbo ambayo tunaifanya. Angepanga kila mtu hakikisha kwamba unaimba hivi and then yani alikuwa amebarikiwa tu na kipaji cha kuweza kupanga kila kitu ili kikitoka kiweze ni kitu ambayo utakipenda lakini pia kiko na ujumbe. So iliathiri watu wengi, si mimi tu, nadhani hata Kenya nzima. Iliathiri watu wengi sana kwa sababu pia alikuwa katika maandalizi ya kufanya album yake
kama mtu binafsi. So ilikuwa jambo ngumu. Kweli kabisa. Yeah. Umejulikana sana kuwa mtumishi wa upatanisho. Yeah. Umehusika katika kuwapatanisha hasa wanamuziki wa gospel ambao wanazozana. Yeah. Je, kwa nini wanamuziki hasa wa gospel wanazozana? Kwa sababu kitambo hatukuwa tunasikia mizozo hasa baina ya wanamuziki wa Injili. Je, hali iko vipi sasa? Na katika hiyo hali mbona ukaamua kuwa mpatanishi mkuu? Well, nadhani kwamba najaribu, siwezi sema kwamba nimefikia kiwango ambacho mimi ni mpatanishi, lakini kwa neema ya Mungu najaribu. Na jambo la kwanza kwa ajili ya mimi kujaribu ni kwa sababu kama Wakristo tunafaa tuwe na mtazamo fulani kwenye jamii. Na haileti mazingira bora wakati unapata kwamba ndugu fulani na mtu fulani wanazozana kuhusu wimbo ama malipo ama kitu fulani. Hasa kwangu imekuwa ni kuwashinikiza tu wale tuweze kuwa na hekima fulani kwa sababu kukosana ni lazima. Hata kwa ndoa tunakosana kila siku, na marafiki vile vile tunakosana ama tunatofautiana. Na jinsi tunavyokuja pamoja na kuweza kutatua zile shida ni muhimu sana. Na mimi nadhani kwamba muziki wa Injili ni mkubwa kuliko mtu yoyote yule, kwa sababu ni neno la Mungu. Na hiyo ndio inanipa motisha kuweza kuketi nao chini kueleza, Bwana, ingawa tuna tofauti zetu, tusikubali kwamba tofauti hiyo ikaja katikati ya huduma ama katikati ya neno la Mungu. Na mtazamo wako kuhusiana na muziki wa Kenya hasa wa Injili, wengi wanasema ni nyimbo za sasa zina hit leo, lakini baada ya mwezi mmoja hata hutaki kusikia tena. Ni watu wamejiita kuimba, ni talanta zinaisha, ama tatizo liko wapi? Ama ni tamaa ya pesa na umaarufu? Talanta kwanza nikianza nao, nadhani kwamba kizazi kipi ambacho kiko kwa sasa ni watu ambao wamebarikiwa kupita kiasi. Ukilinganisha na enzi zetu ambayo kipaji hakikuwepo kwa ile level ambayo iko kwa sasa hivi. Ila nadhani tatizo kubwa ambayo tunalo ni kwamba watu hawana msingi. Watu hawana msingi. Na hivyo wakati wowote ule hauna msingi, inakuwa vigumu kujenga kama hauna msingi dhabiti. Na hiyo ndio tatizo. Alafu pia unajua wakati wetu ule ni kanisa tu, tulikuwa tunafanya huduma. Sasa tuna corporates ambao wamekuja, wana pesa, kila kitu. Hasa inakuwa kwamba ni kama ushindani fulani. Na wakati ushindani unapoingia, basi huduma inatoka, inabaki kuwa biashara. So nadhani kwamba wale watu ambao wanaimba sasa wanahitaji kukua kwenye msingi, kuangalia msingi yao. Ukisema msingi unamaanisha nini? Na maanisha baadhi ya wasanii, unaenda kanisa ipi, unajua unakuwa na muda upi kusoma neno ama kuomba ama kwa sababu kama wewe tuseme umeitwa kuwa mtumishi wa Mungu kwa njia ya nyimbo za Injili, basi utamhitaji huyo Mungu ili uweze kufanya kazi ile. Na utamhitaji kivipi? Kwa kusoma Biblia, kwenda kanisani, kuwa na mchungaji ambaye anaweza kuketisha chini ya kueleza, Bwana, hapa kidogo naona unatoka na utafanya nini, utamuelewa. Lakini inakuwa vigumu kwa sababu hakuna mtu unaweza mkosoa kwa sasa. Sasa vitu kama hivyo vinaleta shida. Alafu watu wanaweka uzito sana kwa kipaji kuliko mwito. Sasa mtu anajua tu kwamba hata nikilala nje ama nifanye kitu fulani nitaamka tu na niandike. So nadhani hiyo ndio tatizo, kwa sababu kuna nyimbo zingine nyingi tu nilisikia nikiwa mdogo, na mpaka wa leo ukizisikia yani ukisikia mtu kama Angela Chibalonza alituacha miaka mingi zimeenda, lakini ukisikia mziki wowote wa Angela Chibalonza leo hii bado inakuhudumia. Ukiongea kuhusu msingi, ninaanza kujiuliza, je, wanamuziki ambao si wa Kristo na wanaimba nyimbo za Kikristo, utasema nini kwa huo? Siwezi. Bila shaka hawana msingi. Lakini baadhi yao wanaimba nyimbo ambazo zinakugusa. Wanatupa changamoto sisi. Jambo la kwanza jambo la kwanza nafaa niseme kwamba mtu yoyote ule huwezi mkataza kumwimbia Mungu. Huwezi mkataza. Unaelewa? Lakini katika hiyo kumwimbia Mungu, mimi nasisitiza kuhusu uhusiano na huyo Mungu. Kwa sababu ni uhusiano
ile uhusiano ninao na Kristo kwa maisha yangu ndio inayonipa sauti wakati ninapokuja kuimba ama kwa yale ninayoandika. Sababu mtu anapoangalia anaangalia uhusiano wetu uko vipi. Kwa hivyo wale wanaimba hivyo si kwa ubaya, lakini nawaombea kwamba waanze na kuimba alafu baadaye na waje watu wamjue Mungu. Wamjue Mungu. Na pengine tukimalizia, kwa maana naambiwa muda wetu unakamilika, umeongea juu kuhusu msingi na kipaji. Wewe ulitambua lini kwamba unaweza kuimba? Je, ulikuwa kanisani, Sunday school, na pengine ulikuwa ushaokoka? Sijui uliokoka lini? Unajua mzazi akiwa Mkristo unajipata umeokoka. Pengine ulifika high school ukampa Mungu maisha yako. Ni lini ulianza kuimba? Kwanza kabisa nakumbuka niliokoka tarehe 10 Disemba 97. Nakumbuka kweli. Nakumbuka ilikuwa Dandora. Kwa muda huo wote sikuwa nimejua ninao kipaji. Jambo ambalo lilifanyika ni kwamba nilipompokea Kristo nikaelekezwa katika kanisa moja pale. Na ile kanisa kuna watu ambao walinipa nafasi. Na hiyo ndio kitu pia ningependa kuwahimiza hata wale wanaonitazama leo, tuzoee kuwapatia wengine nafasi. Hata wale wanamuziki ambao wanafanya vizuri kwa sasa, huwezi jua mtu ana uwezo upi mpaka umpe nafasi. So mimi nilipopewa nafasi nikafanya, nadhani tulikuwa na concert fulani pale kanisani. Baadaye ndio jamaa watu kama 4 wakaja wakaniambia, nadhani unaweza imba, nadhani unaweza imba, nadhani unaweza imba. Hapo ulikuwa na umri wa miaka mingapi hivi? Niko na miaka 15 16. 15 16. Sasa nikawa ushaingia sasa high school hapa ama unakaribia? Naingia high school. Naingia high school. Sasa nikawa baada ya kujua kwamba kipaji kipo, sasa na mimi nikatia bidii. Nikatia bidii kabisa. Sasa na kipaji ni jinsi unavyoifanyisha kazi, jinsi unavyoboresha. So unaweza kuwa una kipaji kizuri, lakini kama ukifanyishi kazi basi unakuwa haiwezekani. Uko na albums ngapi ama umeimba nyimbo ngapi? Mimi binafsi nina album moja, kama Zaidi ya Mziki tuna album moja, kama Jogsi tuna album moja. So naweza sema 3 kwa jumla, lakini 2 kama kikundi, moja kama yangu mwenyewe. Wimbo upi ndio unaweza sema my favorite song? Kwa hiyo album zote ambazo umeimba? Zote ambazo nimeimba, kuna wimbo moja inaitwa Kilio. Kilio, na ni mimi niliandika mwenyewe. Kama kwa sekunde 15. Kilio, kilio, Bwana amesema amekisikia, tena amekwisha niambia, ambia watu wangu mambo iko sawa. Kilio, kilio, Bwana amekwisha sema nene. Ni miaka mingi imepita, but that was ilikuwa yani ni one of my songs, kwa sababu niliandika ule wimbo wakati naandika tu hivi nikapigiwa simu kwamba mzee wangu ameaga. Pole. So ikawa ni wimbo ambao ilikuwa inanigusa sana. Shukrani sana mchungaji. Asante, nashukuru. Kwa kuweza kufika. Nashukuru. Kuzungumzia, najua watu sasa hivi wamejua uko wapi na unafanya nini. Waambie wakuje. Utaendelea kuimba ama? Naimba hata kwa sasa, ila siwezi fanya kwa ule uzoefu nilikuwa nao sasa, kwa sababu huo msimu umepita. Na wale watu ambao nilikuwa nawaimbia kwa sasa ni wazazi. Kama wewe umesema ulikuwa unapenda huo muziki. Kwa hivyo nafanya muziki lakini kwa level tofauti, kwa sababu nasonga na kile kikundi ambacho nilikuwa nacho. So naimba, maybe ile muziki naimba kwa sasa labda uende ikawa isimfurahishe mtu wa miaka ya sasa, lakini ya kumtukuza Mungu. Shukrani sana Bwana Leonard Ochieng Oko. aka Lena kwa kuweza kufika. Nashukuru sana. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati mwa makala yetu ama taarifa zetu za KTN leo weekendi. Tunakomea hapa mtazamaji, kwa sababu kuna makala mengine ambayo yanapaswa kuwa hewani, lakini nakushukuru sana kwa kuweza kuungana nasi. Mola kiridhia, kesho pia ni siku. Iwapo kuna yeyote ungependa tumlete hapa kwenye makala yako wapi, basi wasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter